sana murethire kimubango yogi mabamwire mu yone mubango yuko yera ntiko sionde cia Jumaine kuma thaa 2:30 mwanka thaa 3 kwerwere turi na kagita kakeka kwaririe murimo yo kumenyekana ya arthritis murimo yo yangaikitie andu babaingi akirinja cietu turi live kiri Facebook na YouTube irani Meru TV Kenya koloki okorwo ni kwaraniria na batu kilokera na nduko na ndi ya kioni kia TV kunteninka ningwatanirite na mutaalamu rokomba kwethira hayo turitana mantu kathomba ukonie murimo yo. Karibu sana daktari. Asante sana. Ukoaje? Niko salama, nashukuru. Niko buheri wa afya. Salimia mtazamaji wa Meru TV. Watazamaji wote wa Meru TV na wasalimu mahali mlipo mnapoendelea kutazama kipindi hiki. Tuko siku ya leo tukaweze kufunzana, tukaweze kuelimishana na pia kujua mambo kadha wa kadha kuhusiana na ugonjwa wa arthritis. Karibuni sana na maswali yenu niko hapa kuweza kuyatatua na kuyajibu. Karibu sana Daktari Brian. Asante. Tuingie sasa kwenye mada yetu ya siku ya leo. Tukizungumzia ugonjwa wa arthritis, tunamaanisha nini na pia ni nini kisababishi? Kwanza vile tu hiyo jina inatamkwa, wacha nianze na kufafanua jina arthritis. Arthritis tutaigawanisha mara mbili, kuna hiyo arth na itis. Wakati wanafunzi wa kule shuleni wanaanzia kwanza pale juu, na ndipo nataka tuweze kuanzia hata pia watazamaji na wale ambao wameteseka na ugonjwa huu tukaweze kuelewa mahali shida iko. Arthritis hiyo arth ya kwanza inasimamilia joints. Alafu hiyo itis pale mwisho inasimamia inflammation. Sijui vile nitaelezea kwa Kiswahili, lakini ni wakati kumekuwa na kuangamia kwa ile joint fulani ambayo iko mahali popote pale kwa mwili, unakuta hiyo inflammation inakuja inaharibu hiyo joint. Ndio maana inaitwa arthritis. Lakini pia bado kuna aina nyingi sana za arthritis. Tujuze zenye zinajulikana. Kwa arthritis zile ambazo ni common, ambazo watu wengi wanazifahamu, ama zile ambazo zimelemea watu wengi, kuna ya kwanza ambayo inaitwa osteoarthritis na ya pili ambayo ni rheumatoid arthritis. Hizo ndio zile arthritis mbili kuu ambazo zinajulikana sana, ambazo pia ziko na a wide range of varieties. Yani watu a good number wanatesekana na hiyo ugonjwa. Na kwa vile vitu ambavyo vinasababisha arthritis, kwanza tuanze, hakuna kisababishi kuu cha arthritis. Ni kama tu vile magonjwa ya sukari, pia hypertension, hakuna ile kiini ama ile bakteria ambayo inasababisha arthritis. Arthritis ni ugonjwa ambao zinakuja kwa sababu ya lifestyle zetu, vile tunakaa, vile tunaishi. Hivyo vitu ndivyo ambavyo vinavyosababisha arthritis. Kabla mtu aende hospitalini, atajuaje naweza kuwa niko na ugonjwa wa arthritis? Arthritis kitu ya kwanza inajulikana kwa vipimo, lakini wakati unapoenda kuona daktari pale ugonjwa ukamwambia ninasikia hivi daktari na vile, anaweza kujua hii inaweza kuwa arthritis fulani. Atakutuma vipimo, kuna vipimo kadhaa. Kuna hiyo rheumatoid factor, zingine tu mingi pale, lakini majina yake ni marefu kiasi. Hizo vipimo ndivyo wakati vitakavyopimwa vitaonekana kwa kweli huyu mtu ako na arthritis. Na arthritis kitu ingine, wacha turudi pale nyuma kwa vitu ambavyo vinavyosababisha arthritis, ndio tumalizane the causes ama zile vitu ambazo zina predispose mtu kukua na arthritis. Chanzo cha kwanza amba kile ambacho kinacho predispose mtu kuwa na ugonjwa wa arthritis, wacha tuanze na obesity. Obesity ni kuwa na uzito wa mwili mwingi kuliko kiasi. Mtu akiwa na obesity unapata anafinyilia kama lile goti lake lina support a lot of weight. Ndio maana unapata ya kwamba hiyo joint yenyewe pale unapata inaanza kuharibika, ama unaweza kupata inaweza kuwa na shida pale. Kuna zile nyama ambazo zinafunika joint. Wakati hizo nyama zinafunika joint zimeanza kupasuka ama pia kuharibika, unapata ya kwamba zile mifupa mbili ambazo zinaguzia pale kwa goti zinaanza kuscratch mifupa kwa mfupa instead of zile nyama ambazo zinaitwa cartilage. Na pia kuna pia ile synovial fluid, ile uteute inaitwa uteute wa synovial ambayo iko pale kwa joints, ndio upate
upate kunakuwa na smoothness kwa zile joints. Lakini wakati hizo cartilage zimeharibika na pia hiyo synovial fluid ime-inflammate, inaitwa iki-inflammate inakuwa synovitis. Wakati imeenda into inflammation, unapata zile mifupa mbili zina grinder, inasababisha hata kunakuwa na inflammation. Wakati kwa hiyo inflammation unapata hiyo joint inaweza fura kwa sababu sio normality. Ndio hiyo kufura na pia kuwa hiyo joint kuwa na joto jingi na pia hiyo joint kuanza kuwa na uchungu, ndio inaleta inflammation. Kuna zile picha ambazo mtaziona kwa hapo kwa screen, watazamaji, itaonyesha vizuri synovitis. Wakati hiyo synovial kuna hiyo mfupa moja ambayo uko sawa na pia kuna hiyo nyingine ambayo iko na shida. Wakati hiyo shida inaanza ku creep in na inaongezeka, ndio ina predispose to osteoarthritis na pia to rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ni wakati sasa hiyo synovial inaisha pale katika zile joints, unapata kunakuwa na collision mingi. Na jambo lingine ambalo pia linasababisha, ambalo lina predispose arthritis ni working conditions. Kuna hao watu ambao wanafanya kazi kwa mitetemeko, kama kutumia zile mashine ambazo zinatetemeka. Wakati kwa huo mtetemeko wa mahali mnafanyia kazi, pia bado ina increase chance, kwa sababu mifupa yako pia inakuwa na high chance ya kukuwa na a lot of movement na pia kuanza kugwaruzana na hiyo cartilage pia kuisha. Haya, jambo lingine pia mtu kukuwa na a different gender, kama vile wanawake, kuwa mwanamke inakupredispose to arthritis. Kwa nini? Sasa ndio nakuelezea sasa. Wakati wanawake at this a certain age inasonga mbele, ukipanda kuanzia 40s, 45, wakati unaingia kwa the postmenopausal stage, kuna hormones ambayo ziko kwa mwili wako. Kuna hormone ambayo inaitwa estrogen. Estrogen inakufanya mwili wako unabakia kukua mwanamke, yani ambaye amerembeka, ambaye bado tu ako happy. Lakini wakati unaingia kwa the menopause stage, ina estrogen levels zinapungua, unapata unaanza kuwa predisposed to a lot of other conditions. Hata pia hizo bones zinakuaga, estrogen in females inakuaga responsible for strengthening of those joints. Lakini wakati unapita ile side nyingine ya miaka, unapata estrogen yako imeshuka. Pia unapata unakuwa predisposed kwa the arthritis. Na pia mtu ambaye anakunywa pombe. In fact, watu ambao wanatumia pombe na kuvuta sigara, hizo ndio the main key predisposing factors for a lot. Vitu ambavyo vinachangia watu kukuwa na maradhi mengi sana, ambao wanakunywa sigara na kukunywa pombe. Na wale watu ambao huvaa high heels na pia kubeba mizigo na mgongo, inaweza weka mtu kwenye hatari ya kupatwa na ugonjwa. Kweli kabisa. Tulikuwa tumesema mtu ambaye ako na uzito mwingi. Wakati pia unatumia high heels, unapata una exact pressure mingi pale kwenye kile kisigino chako. Unapata pressure mingi ya mwili inaenda pale. Unapata kisigino ndicho kinachosaidia uzito wote wa mwili. Ukikompea mwanaume atakuwa na kiatu ambacho kiko flat, lakini mwanamke ameinua kidogo. Kwa hivyo unapata there's a high risk of mwanamke pia kukuwa na hiyo pia arthritis. Kubeba mizigo mizito unaongezea pressure kwa zile joints kuliko ile ambayo inaweza support ile joint yako, ile joint ambayo ile uzito inapaswa kusupport. Kiatu inafaa iko aje flat? Kiatu kile recommended, ile iko recommended, lakini sasa kwa sababu ya urembo tunawaspare. Kiatu inapaswa kuwa flat ndio upate mguu wote una support uzito wote wa mwili. Asante sana daktari. Ni njia gani za matibabu zinapatikana kwa arthritis? Na tukianza kwa matibabu ya arthritis, kwanza tuanze, hakuna cure ya arthritis. Kuna wale ambao wanauza dawa za mitishamba, wanasambaza uvumi, wacha niite uvumi. Wanasambaza uvumi ya kwamba kuna hii dawa ambayo inatibu mpaka arthritis. Wasomi wamesoma
na mali wamefika, wamesoma zaidi, lakini bado hakuna dawa ambayo imethibitishwa ya kutibu arthritis. Ila kuna vile ambavyo unaweza saidika. One, kuna the pharmacological ways. Pharmacological ways ni kutumia dawa. Wakati mtu anatumia dawa za uchungu, mtu anatumia dawa zile ambazo zinapunguza ile inflammation iko pale katika ile joint. Wakati kuna zile dawa daktari atakuandikia. Kuna example na methotrexate, examples za dawa ni mingi sana ambazo zinaweza kusaidia kupunguza inflammation katika joints zako wewe kama mgonjwa wa arthritis. Kama unajua wewe ni mgonjwa wa arthritis, usidanganywe wa kwamba ukitumia hii dawa ya miti. Ni sawa, dawa pia zinatengenezwa na dawa za miti. Lakini ukiambia huyo daktari wa hizo dawa za miti akuexplainie vile hii dawa nikikunywa itatoka kwa mwili, hawezi explain. Ndio maana tunasema pia hizo dawa za miti ambazo unakunywa ndio zitakutibu, lakini zitakuachia madhara mengine mengi katika mwili wako. Kwa hivyo mtu akikunywa dawa za miti shamba ni kumaanisha anaweza pona? Kwa arthritis, wacha tuanze. Kwa arthritis hakuna kupona. Lakini ni sawa, dawa zenyewe, kuna dawa ambazo zimetengenezwa kutoka kwa miti shamba. Ndio unaweza pona, lakini itaachwa ile dawa bado pale kwa mwili. Dawa hizi ambazo tunatumia, zile ambazo zimeregistriwa na KEMSA na zikakuwa registered na vyombo ambavyo vinahitajika kuregister, the Pharmacy and Poisons Board. Dawa hizi vile vinavyokunywa zile dawa zitaingia kwa mwili na zitatibu ule ugonjwa. Na baada ya kutibu ule ugonjwa, kuna vile ambavyo vinastahili kutoka kwa mwili wako. Lakini dawa za miti shamba hazina the method of excretion kutoka kwa mwili. That is the problem. Utapata mtu amekunywa dawa miti shamba, ameanza kupata shida ya maini. Kwa nini? Maini inajaribu kutoa ile miti shamba, inashindwa. Lakini dawa ambazo zile ambazo zimerekebishwa na zikatengenezwa kustadi, itakunywa na itakuwa eliminated either through the kidney ama through the liver. Asante daktari. Ni mabadiliko gani ya mtindo wa maisha ama lifestyle changes zenye zinaweza dhibiti ugonjwa wa arthritis? Naam, kwa wasikilizaji wote ambao wanajua wamepata ama wanaishi na ugonjwa wa arthritis, kuna zile modification ways, vile ambavyo wewe mwenyewe unaweza amua ukae pia uweze kukaa vyema na ukaweze kulengthen stress na uchungu kwa ukiwa katika ugonjwa wa arthritis. Number one, angalia weight yako. Weight is a very key factor. Uzito wako wa mwili, hiyo ni jambo muhimu, kwa sababu utakuwa umereduce stress mingi kwa ile joint yako ya mguu. Unapata una manage weight yako vizuri. Weight pia magoti yako pia haifanyi kazi mingi sana vile, kulingana kama vile wakati hapo nyuma ulikuwa na kilo nyingi. Wakati umeanza kupunguza kilo, weight joint yako pia inaanza kufurahia, kwa sababu haibebi uzito mwingi. Jambo lingine, unavyoangalia chakula vile ambavyo unakula. Kuna vile vyakula ambavyo unakula zinaweza kukusaidia, one, kureduce weight, na pia two, kureduce inflammation ambayo inaendelea kwa mwili. Wacha ni advice watu, hasa kwa wale ambao wanapenda nyama choma. Na sio nyama choma peke yake, the red meat. The red meat ina contain vitu vingi na pia acidity mingi, level ambayo ina increase inflammation. Kama unajua hasa uko na ugonjwa wa arthritis, tafadhali jaribu kukaa mbali na the red meat. Hata daktari atakuelezea, wakati utamuona na umwambie jambo hili na hili, atakwambia vyakula hivi tafadhali kaa kando na vyenyewe, ama usijaribu kuvitumia. Najua pesa ni yako na uko na ushauri wa kula kile ambacho unataka, lakini kwa sababu ya afya ya mwili yako, jaribu vile ambavyo unaweza kupunguza the red meat. Na pia these sugary drinks, sugary drinks and chilled ones. Unapenda wakati jua imewaka kidogo, nipe soda baridi. Wakati kuko hivi na hivi, nipe maji baridi. Kama kuna ugonjwa wa arthritis, jaribu vile uwezavyo kuavoid pia hizo drinks baridi sana, pia the sugary drinks. Na najua ya kwamba utaweza pia kukaa maisha ambayo yanapendeza ukiwa tu bado na huo ugonjwa wa arthritis. Na pengine hata unapoendelea hivyo, utapata joint yako inaendelea kukua sawa. Haya, jambo lingine pia,
kufanya mazoezi, kumuvisha ile joint pole pole. Unajua joint ni kiungo muhimu kwa sababu bila goti hauwezi kukunja mguu wako. Bila hii elbow hapa hauwezi kukunja mkono wako. Bila hii joint ya hapa hivi hauwezi kuzungusha kichwa chako. Kwa hivyo slow movement of the joints pia inasaidia kurepair hiyo joint ambayo imepotea. Na tukirudi pale kwa pharmacological, pia kuna aina tofauti ya kuweza kureplace joint yako. Utapata ukiwa ya kwamba yako imeisha kabisa, unaweza tengenezewa joint nyingine ukawekewa kwa mguu wako, either full ama pia partial. Unatengenezewa joint yako, inawekwa na pia unaendelea na maisha. Pia hiyo ni jambo lingine ambalo linaweza saidia hasa kwa ugonjwa wa arthritis. Mtu akiwa nao anaweza saidika pia. Kwa hivyo kuna usaidizi ambao utapata hata kama ugonjwa hauna matibabu, lakini kuna vile madaktari na washauri wa afya wanaweza kukusaidia ukaweza kuishi maisha mengi na marefu ukiwa mzima. Asante daktari. Ni mazoezi gani yanafaa kwa wagonjwa wa arthritis? Najua kuna mazoezi mengine wakifanya itawaumiza. Kwa kweli. Kwenda gym kwa mgonjwa wa arthritis mimi sita advice. Kwenda kuinua vile vyuma vizito sana. Mimi sita advice mtu ambaye amegonjeka arthritis. Mtu ambaye amegonjeka arthritis, tembea. Usipende sana kwa sababu unajua ndio ukitembea unachoka haraka. Lakini mwendo ambao unaweza tembea, jaribu tu uweze kutembea na pia utasaidika wewe mwenyewe. Na mwendo ambao huwezi tembea, usijichoshe sana. Kama unaweza jog kidogo, kimbia, inastahili pia pale. Haya, pia tu kuketi chini unajaribu kustretch, kunyoosha tu mguu wako pole ama pia kufanyia massage kidogo pale, unasaidia joint yako kwa sababu ya ile inflammation iko pale ndani. Pia kuna zile dawa za kupaka. Unasikia kuna wanaita kaluma, wengi wanaita kaluma. Kuna zile dawa wachana na kaluma ambazo unaweza pewa na pia ikasaidia joint yako. Na wagonjwa wengi huumia wakati kuna baridi. Kuna uhusiano wowote kati ya arthritis na baridi? Exactly. Ndio, kuna uhusiano pale. The weather conditions pia unapata kuna inflammation ambayo inaendelea pale kwa goti, si ndio? Na inflammation ina produce joto. Sawa? Na unapata kuna baridi huko nje. Utasikia mtu ana complain pale mahali kuna kwa hiyo joint yake, kwa hiyo magoti nasikia kuna vile kuna kauchungu kiasi. Ama wengi wanaanza kusema mimi nataka sindano ya baridi, nataka unisaidie unidunge sindano ya baridi ama unipe dawa ya baridi. Hiyo wakati ule baridi, ndio maana hiyo baridi inachoma sana pale kwa hiyo joint. Asante daktari. Ni vyakula gani vitasaidia mgonjwa wa arthritis aswa kwa joints? One thing mimi ninge advise mgonjwa wa arthritis. One, hakikisha unapenda hivi vyakula ambavyo sio processed. Pale vile mwanzoni tulisema vyakula ambavyo havijakuwa processed, vyakula ambavyo vimetoka shambani direct. Usipende kula zile packed foods, unapenda spaghetti, mara indomie, hapana. Ile mahindi ambayo imeoteshwa pale shambani, ile maharagwe ambayo imeoteshwa pale shambani, mchele pia imeoteshwa shambani, vile vyakula ambavyo vimetoka pale shambani. Pia a lot of fluids, kwa sababu tumesema kuna ile fluids ambayo inapatikana kwa joints, inaitwa synovial fluid kwa Kiingereza. Mtu akikunywa maji, mwili wake utakuwa hydrated, utakuwa na maji kila wakati. Nayo pale ile synovial pia kuiform haitakuwa ngumu sana kwa sababu mwili wake utakuwa umejaa maji vile inavyostahili. Na pia tuseme pia supu ambayo imechemsha nyama sio mbaya sana vile. Mimi nita advise mtu ambaye akona arthritis, jaribu kunywa zile supu ya zile mifupa. Zitakusaidia vile inavyowezekana. Tutajizuia vipi tusipatwe na ugonjwa? Jinsi ya kujizuia. Kwanza kabla tujajizuia, acha nionyeshe mambo ambayo the complications ambazo zinakuja na arthritis. Arthritis, kitu ya kwanza, unaweza poteza ile joint yako yote.
Kwa nini? Ukianza kukula hiyo arthritis ikianza mifupa yako ikianza kufriction, utapata saa zingine imekula pande moja, unapata mguu pia unaweza bend kidogo, ama pia unapata imekula hadi unapata pale pamefura zaidi sana kwa ile joint yako. Jinsi ya vile ambavyo tunaweza jizuia kwanza na hii controlling your weight. Controlling your weight. Utapata ya kwamba vile uzito wako unavyoendelea, ukiona unaendelea jinsi ambavyo haistahili, unaanza kuicontrol, one thing utakuwa umeanza kutibu hiyo ugonjwa wa arthritis. Jambo lingine, mazoezi ya mara kwa mara. Unapata distance ambayo unaweza tembea, jaribu kutembea. Distance ambayo hauwezi tembea, it's advisable usijishoshe sana ukisema ya kwamba mimi naweza ngangana nifike, hapana. Jaribu tu ile ambayo unaweza, mazoezi yako pole. Pia kuna medications unastahili kuavoid kwa mgonjwa wa arthritis. Zinaitwa NSAIDs. NSAIDs zitakupredispose. Mtu ambaye anapenda kutumia hizo dawa za NSAIDs zinaweza kupredispose sana kwa ugonjwa huu wa arthritis. Daktari, umetuambia ugonjwa hauna tiba, kumaanisha mgonjwa ama mtu atakunywa dawa maisha yake yote. Ni madhara gani inaweza letwa na kukunywa dawa kwa muda mrefu ama kutumia dawa kwa muda mrefu? Wakati mgonjwa atatembelea kituo cha afya, atapata kama ni arthritis, kuna zile dawa ama pia sindano unaweza dungwa, hata zingine zinadungwa kwenye goti ndani. Utapata kuna zile sindano ambazo utadungwa ama medications ambazo utapewa. One thing, daktari hata kupea dawa ambazo zitaweza kukupredispose to other conditions. Atahakikisha dawa zile ambazo amekupea zitakusaidia vile inavyostahili, zitapunguza ule uchungu na pia kupunguza inflammation yako katika zile joints, na pia mgonjwa ataweza kuwa amesaidika vile iwezekanavyo. Asante sana daktari. Sasa tukimalizia, tueleze vile tutazuia ugonjwa. Namna ya kuzuia ugonjwa wa arthritis. Machakula ambayo tunakula, vile lifestyle ya mtu vile iko. Chakula zile ambazo anapenda, vile mtu ambavyo anapenda kuishi, vile mtu ambavyo anapenda kukaa, hivyo ndivyo ambavyo key changes. Hizo ndizo vile vitu ambavyo mtu anaweza kujizuia na ugonjwa wa arthritis. Iwezekanavyo, fanya mazoezi yako kila siku. Kama kutembea, jaribu kutembea. Kama ni kwenda kwenye gym kuinua hizo chuma mzito, jaribu kufanya mazoezi, mwili ukue active mara kwa mara. Na najua ya kwamba hautakuwa predisposed kwa ugonjwa huu wa arthritis. Hata pia kwa kina mama, msione ati mmeonelewa sana, kwa sababu tunapo compare wale wagonjwa ambao wanakuja katika vituo vya afya na kulalamikia wanaumwa na miguu, wanaumwa na mikono, wanaumwa na joints, wengi wao wanakuwa wanawake. Kwa sababu one thing, mwanaume atatoka nje afanye kazi pale hapa na pale, lakini mwanamke akijaribu kukaa sana chini ndani bila kufanya kazi wetu ni kufua ama nini na nini. Ndio kufua pia na kufanya mazoezi, lakini pia inavyowezekana, ikiwezekana, jaribu kufanya mazoezi yako mara kwa mara. Alafu pia wacha nirudi pale na nisisitize zaidi vile vyakula ambavyo tunavyokula. Vyakula ambavyo tunavyokula ndizo ambazo zinatupredispose. Sijanyima watu kula nyama choma, lakini angalia to what extent are you taking, yani kwa umbali wa kiasi gani ama kwa umbali wa muda wa kiasi gani utachukua hivi, utakuwa unakula nyama choma. Sio kila wakati. Hata hivi utagain weight mingi, unajipredispose to a lot of conditions. Kwa hivyo vyakula na lifestyle modification, tutakapojichunga na vile tunavyoishi, tutakuwa tumeushinda madhara yote ya arthritis. Na sio arthritis peke yake, magonjwa mengine yote. Wakati mtu anakuwa na afya njema, anafanya mazoezi yake vizuri, ni vigumu sana mtu kuwa katika hatari ya kupata ugonjwa wa arthritis. Asante sana daktari. Mwelekezi wangu ananiambia muda wetu umetupa kisogo. Tuambie maneno yako ya mwisho tumalizie.
Nimeshukuru sana na pia kwa wasikilizaji wote na watazamaji wote wa Meru TV kwa kunipa muda wenyu na tukaweza kuzungumzia hasa kwa ugonjwa wa arthritis. Kile ambacho ningependa kuambia kwamba unaweza kaa na ugonjwa wa arthritis ukijitunza na ukaishi miaka mingi sana, na pia utasaidika iwapo utajitokeza na sio kununua tu painkillers peke yake katika counter over the counter drugs. Enda umuone daktari na daktari atakufanyia vipimo vinavyostahili na atakusaidia na dawa ambayo itakayostahili, na kama ni kubadilishwa joint yako pia atakusaidia vile inavyowezekana uweze kusaidika kwa namna na katika ugonjwa ule. Ni hayo tu. Asante sana daktari kwa kuja. Mulethire wa Meru TV kana mulethire ugima bwa mwiri hano twekira katanta kire mubango yogima bwa mwiri ntukwirwa renkeregera kwibora thomba na kinya ukenera rwari rwantuko erwari ethira wena tuko boboya honi mbeta watiri mbabu.